Mbona Engineer Hersi ilibidi ashuke jukwaani akaenda kumkombelezea, kwa sababu engineer ni mstaarabu. Katika watu ambao ni wastaarabu, viongozi yule mmoja wapo, ni mstaarabu sana yule bwana. Bado hujanielewa. Katika nchi hii kuna viongozi wastaarabu. Yule nani ni mstaarabu sana. Sio tabia zingine huko, lakini mimi ninapomjuaga hakuna kiongozi ambaye ni mstaarabu kama engineer. Kwanza sijui kama kuna mtu kagombana naye yule bwana. Sidhani. Ni mtu mstaarabu sana engineer. Mpaka akashuka, akawa anamshika jamaa anatokea hapa kwenye kwapa hapa. Yaani bosi wako anakuambia tulia, utaki, anatokea kwenye kwapa hapa, anatokea hapa. Bado ataenda kurudi kupigana. Hasira gani ambazo haziishi? Yaani engineer akashuka kwenye jukwaa, kamshika hivi tulia, anatokea humu. Yaani kuna saa akatokea kwenye miguu. Anapita kwenye miguu. Engineer ambaza, nyamaza ndani. Usifanye vurugu. Sio hapo eti anapewa miezi mitatu eti, mechi 3. Hii sijui labda inawezekana atoa nusu. Wametoa wengine watatoa kesho. Nisimalize maneno. Na leo wametoa mechi 3, kesho watatoa wengine. Sasa kama maneno kesho akamaliza. Inawezekana bado hawajamaliza. Bana, tumalize kabla sijaondoka hapa. Bana nyinyi bana mashabiki wa Simba mnaonekana kukithiri kwenye vitendo vya utovu wa nidhamu. Maana ndio comment zinasema hivyo. Tunapozungumza klabu yenu ama klabu yako wewe mchungaji, faini ya milioni 10 mechi na Pamba. Hata pale kuna watu wengine kutoka Sengerema. Wengine kutoka Geita waje kuiona Simba. Kwa lazima warushe makopo. Kwa hiyo ile sio kusema watu ni watu wa Simba, ile ni washabiki. Sema mchezo ulikuwa kwetu, lakini mashabiki, kuna mashabiki wengine hawana ustaarabu ndio waamua kufanya vitu kama vile. Lakini usiseme mashabiki wa Simba. Inawezekana ni washabiki ambao ni wa Yanga. Unajua kwa sababu watu wengi. Kama kurusha makopo. Kwani mnakimbilia Simba? Kwani timu zingine hamna? Ule mchezo mashabiki waliingia tofauti. Sasa ndio hiyo wanafanya. Mchezo ambao sio wa kwako unaofanya vurugu ili waonekane wao wabaya. Sasa si mipango tu. Kila kitu Simba. Yaani kitu kibaya Simba. Hii swala la Diara ile ingebidi ingekuwa Simba hapa. Kipa wetu tungemsahau mpaka msimu unaisha. Ingebidi tusajili upya. Sasa bahati mbaya sio simu ni Yanga. Yanga unaona mechi 3 tu. Mechi 3 kama mtu hajafungiwa tu. Sasa Yanga ukisema hivyo mimi ndo nauliza Yanga kina nani wao? Sasa mbona unaniuliza mimi? Yanga ndio tabia zao, ndio mipango yao wanaofanyaga. Watajua wenyewe na Mungu wao. Yanga kwani wapo? Kwani kwenye kutoa adhabu wapo? Wao tutaona kwenye matokeo tu bwana. Sasa sisi tunalia na vingi, ndugu yangu, nikivitaja hapa. Mwandishi wa habari utalia kama siku ile ulivyolia. Tutajie. Usio kalia kama siku ile nakwambia nakusikia. Tuendelee kuzungumza. Sababu uko kutoa machozi. Yule jamaa alikataa ile goli la Simba yule. Lazima. Sasa kwa mkavu kabisa. Kapsogelea hapa. Anaitwa Kachui yule. Kapsogelea bwana. Nasoro Mwinchui. Bwana goli mwenzangu anakuambia mimi naona sio goli. Akaambia bwana goli. Akagoma kabisa. Sasa ile goli wakatalia Yanga hapo anahitaji ushindi. Alafu yule ndo akatai yule rais. Moja kutoka uwanjani. Pili kutochezesha jumla. Haina ngala adhabu yake ilipofanyika yeye. Kafungiwa si miezi 3. Hakushushwa daraja. Maana goli la maamuzi la kuwapa pointi 3 mtu akushushwa daraja. Mtu leo hii kashindwa kutoa tu kadi, kapigwa miezi 3. Kashushwa daraja. Lazima nani? Referee. Bado hujanielewa. Tunaenda kusema tuende kidogo. Aliyesababisha Simba sipate pointi 3. Ambapo bodi ya ligi nayo ilikuja kukiri kwamba goli liko halali. Amefungiwa tu. Aliyekataa kutoa kadi kumpa Diara kashushwa daraja. Umeona sababu vitu tofauti hapo. Ndio nakueleza hayo. Mwalimu kafungua mechi 3. Kosa lake la kawaida sana. Aliyepigana na mwamuzi na kutoa kidole cha kati kapigwa adhabu sawa na mwalimu mechi 3. Sasa unaona vitu tofauti. Mimi nakueleza vitu, unaona vitu tofauti hapo. Kwa kuna vitu ambavyo vinafanyika ambavyo sio fair. Goli letu lile mpaka leo wana Simba liko moyoni, goli lao, pointi zao zile 3. Yule bwana kafungiwa na kushushwa daraja. Kwa nini sasa maamuzi ya watu mtu kaumiza watu wengi, kwa nini sio daraja? Kosa la kidole cha kati na kosa utakupiga maamuzi ambao ni hatari, eti ndo kosa ambalo sababisha mtu ashushwe daraja. Hii bwana hajakaa sawa. Simba tunaonewa na mengi. Kwanza hata usitukumbushe ukaanza kulia kama kipindi kile, sio kalia. Tambo ambaye kufunga goli la mkono.
Wewe ulikuwepo hiyo? Hamisi Jocelyn Tambwe, meneja wa Singida Black Star kwa sasa hivi. Goli la mkono limefungwa ndanda na masaa 72 kwa mbele ni goli. Ile mechi ya nani na Ibrabaka ilikuwa wapi? Baka akaja akafunga goli la mkono tena. Ilikuwa wapi? Mbeya. Sio kwa na Prison, sio kwa na nani, akafunga goli la mkono. Na likahesabiwa goli. Acha hilo. Nakumbusha sasa tutafunga makaburi sasa. Tufunga makaburi hapo. Goli la mkono ambao alifunga Baka likaruhusiwa ni goli. Yanga mpira umewe kutoka nje ya chaki ukaingizwa ndani na Yanga akaenda kupata goli. Wewe unakumbuka hiyo mechi? Takufua mengi utakulia hapo. Ndio maana kama mwache utaona machozi yatakutoka. Hiyo ndio nakueleza hali halisi history. Hii adhabu ile toa Diarra sio sahihi. Alistahili afungiwe miezi 6 na hiyo milioni ngapi hiyo? Yaani ligi hii inaisha sicheze. Hata kesho atarudia tena. Si mechi 3 tu. Hiyo mechi inayofuata atakuwepo. Atakosekana mechi na Prison, atakosekana mechi na Pamba Jiji na mechi ya CRDB Federation dhidi ya TMA. Basi. Mechi 3 tu. Makosa yaliyofanya hapo. Mechi yenu atakuwepo? Mimi sijasema mechi yetu hata awepo. Mimi nachosema kwamba walichofanya bodi ya ligi kutomfungia miezi 6 ni makosa sana. Na mambo haya kama ndio hivi, haya mambo yatajirudia sana. Yanga kiboko. Nimeonyesha mikono. Diarra mechi 3 kwa matukio yale. Sina swali. Na hii ni aibu tu. Kwa sababu watu wamesema. Isingekuwa aibu hii asingefungiwa. Narudia tena. Refari aliyesababisha kutompa kadi Diarra kashushwa daraja. Kashushwa daraja. Aliyefanya tukio la kufa mwaka na vyombo vya habari vyote vimeripoti kutaka kupigana kupiga maamuzi. Kafungua mechi 3. Sasa ndo utajaza mwenyewe. Hiyo ndio halisi hapo chakula. Leo sio kuzungumza rudia. Nasema hivi. Narudia mara ya mwisho. Aliye sababisha kutotafsiri sheria 17 za soka akashindwa kutoa kadi ya kumwadhibu Diarra kashushwa daraja. Sio hivyo? Aliyetoa dole la kati. Unaelewa? Dole la kati na kutaka kumpiga mwamuzi kafungua mechi 3. Si tumalizie hivyo sasa, tafadhali. Mechi 3 zimefungiwa basi. Hizo mechi. Labda kuna wanasemaga makosa huwa yanatofautiana uzito. Inawezekana na badala dole la kati la kawaida ile, la kawaida. Kumpiga mwamuzi sio issue. Ndio hivyo. Sababu inawezekana kosa lake likafanana sawa na mwalimu aliyefungua mechi. Haiwezekani. Haidi ndo basi tena. Sio tunaishia kulia. Bana sawa. Sasa tumalize. Zungumza kama mdau wa soka. La kuzungumza maombi kesho kwa ajili ya wachezaji 3 wa Simba. Wachezaji 5 wa Simba tutakao tuliowataja. Libase kesho tunamuombea Jumamosi kuamkia Jumapili. Libase. Hiyo ndio habari ya mjini hiyo. Dirok ndani ya maombi. Sio umeelewa? Oura ndani ya maombi. Kibabage ndani ya maombi. Sio umesoma mpaka hapo. Na Innocent Loemba. Wale tunawaombea kesho Jumapili tunaweka kwenye madhabahu ili wasipate injury tena. Hata unywele mmoja huu hautajikunja kwa wale watu. Narudia tena. Maombi yanaanza kesho kwa ajili ya watu 5 tu. Ambao hao dalili zinaonyesha wanataka kuumizwa muda wote. Sasa sisi tunaweka chini ya madhabahu kama kipindi kile tunaweka chini ya madhabahu kipindi kile wachezaji wa kina nani? Wachezaji wa Simba Sports Club. Kipindi cha kocha leo ondoka huyo. Wachezaji 5 tunaweka chini ya madhabahu mpaka tukaenda finali kwa Brazil. Safari tunawaombea tena asiumie hata huyu mmoja, baada dalili tutaziona. Na wale bata sana na maombi tutaendelea nao sana. Wacha wale starehe na maombi tutaendelea nao sana. Tunafunga kuanzia leo jioni mpaka Jumapili asubuhi. Hiyo ndio habari zinazoendelea. Bana mimi nimeondoka. Hii habari bwana, hii ni muhimu sana hii. Sikiza kwa makini. Hii habari ni muhimu sana. Tunaenda kuombea wachezaji wetu 5. Atakuwa tayari ataanza maombi leo usiku mpaka Jumapili. Wachezaji 5 wasio kaguswa na injury yoyote. Maana dalili tushaziona. Ili tukichukua ubingwa mtu akiwa sio mgonjwa, asiwe injury. Sababu ubingwa mwaka huu ni wa kwetu. Na hakuna mtu akutuzuia. Bana kabla sijaondoka tumalizane na
mpaka sasa una taarifa gani kuhusu Jonathan Soa bwana? Tuje tukamsahau bwana. Swali kwa uongozi. Uongozi wenyewe ndo wamesikia. Hiyo siwezi kuzungumzia. Ili niko chini ya uongozi. Yani una taarifa yote? Hilo sina taarifa yote. No comment. No taarifa unazo lakini no comment. No comment. Issue nzima ndio hiyo, watu watano wa kufanya maombi, waombea. Wasije wakazurika, wakapata injury yote. Mungu aibariki Simba Sports Club. Mungu awabariki wachezaji wote wa Simba. Mungu waepushe na balaa, waepushe na nuksi, waepushe na vikwazo. Wachezaji wote wa Simba, hata mmoja asipate injury. Kuanzia kipa mpaka namba 11, mpaka reserve. Wote kama Simba ilivyokuwa moja sasa hivi. Mungu endelea kuibariki Simba, umoja wao uendelee. Simba nguvu moja. Mungu ibariki Simba Sports Club. Amen. Madini matupu haya. Shukrani sana. Asante sana.